saa cia bilingi wa mauvo. Mbatu wa matuku miongoli na dhandhatu mwini wa mwanza mwakani wa ngilili miongoli na itano. Ninaokevia na naudho chatu manidhendini wa vilingi wa maovo mwendoni wa saa mwanza masito makwanita wa biti wa mwania. Tuambilili ya maovo mwendoni kana tongo ingwata nioni ya Kenya Kwanza. Evo mbunge wa kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka wa Kangudo Fabian Moli Seneta Molo tena chama cha UDA Tabitha Motinda kati wa angi yu ni mainde ya hudhukumi wa President William Ruto na kuvudhisya atongo ingalikoni ya olihala mevi tumaiweta kana serikali ya Kenya Kwanza ndithukumite maineni akakutha kanguno miasya kana mena uwo ki President Ruto thukuma Kenya kwa ilungu ya miaka 10 na kanata mwili na kuyanisya mawatho onde kwi enendi ndini wa chathi cha kukwata mbao makundi ma boda boda atongo ni makule nendi maiketikile kuvingiswa ni ateti ingalikoni ya oli na nonginya atongo yonde mwana kila maitete kwi enendi mbewa kukosoa milati ya serikali. Mumukunye kwanda yatumana na ndeto siamana. Ndeto hii siamana siya kuasya wedele ndabuza. Anu na ingala makwete matelete stima. Maka ya maizo kwa na niwoka na tiwo. Ndeto hii siya kuasya bomu abayetwa. Na kama undulo mkuya bomu abayetwa ni uhololo iwe mauni. Elia kiuja ndazani. Wake na ndoboi na ikuya bomu abayetwa. Onamwe. Nine yemena ndeto ingeo mpya meodhima yando. Mukamba ni njamendu. Mwiketi kilo tumewa. Anayudu mwiketi kilo tumewa. Rafiki wakunuleko ulidikana. Umundu nooka ba na yunga hatu tumito ni president witu. Hatu nengeta miyo rundu numbodidikanile. Mwaze Ruto tumunenga mwana kanatuika munenga mwana. Wapi duru ya President William Ruto, wapi duru yake? Wangapi wanasema William Ruto apewe 2 terms? Asante sana, wapi 2 terms, wapi 2 terms? Alama uka usinda na President William Ruto na uka utuya 1 term. Mboka watu somea scorecard, mboka mambo uka empowerment mamina na ile empowerment. Na mayuka mamonye, itina wambeza mamoeleze tena. Mamueleze meenda kuikata katika program sisi nasoma. Sisi tulisema watu warudi kwa vikundi. Waweze kujisaidia katika hizo vikundi ili waweze kuinuka. Lakini habari inapeperushwa na wale ambao wanasema ati nyinyi watu wa Eastern, sisi watu wa Eastern. Aimasia tuliva kodi. Ni mwe kodi. Na nikitumi chao mukwiwa mwetele maendeleo nginya 2027 na nimwe kiba kodi. Muyo style balabala kana mwe kwenda balabala. Unizeli mzohala. Nimwewa. Naziada. Wigada. Gelo waje tutabu kaje jao. Mimi baida ngundo. Na iwo mwiwa siasa na tienda Ruto William Ruto balawe ama nega ngudo tazia tuta na tienda wala maili ngoni ya kati ya Kenya tienda maendeleo tiwa tienda jao tienda tuta mtiji kati ya jao baudi sawa. Ngwatanio ya kuletea mavata maalimu skulu ni sia secondary Kupet ni atola motiva nini itambia serikali
kuola ilovia sia manyiwa kuma silingi ngili miongo ile na ile manele na miongo ina nginya silingi ngili 13 na maana kenda maiweta kana uo niwona nyewa kana serikali ya oyu yenengete kisomo uito mainene akaunti ya Masako munini wa mwandiki wa Kupet Moses Nthurima ni wabodhi CSS ya serikali la yende ya kukilia moikana moito kana empowerment aiweta niyo yetete ya nya masomo ni na niundu wa kusenya na kumacha kwa nilovia siyai wa moito ku serikali yeweta yini ilovia ya masomo yenda serikali kwikalambi na kumanda ilovia ya kisomo nundu wa Kenya ni maiva koti 4 billion cutting across very many years, which means the government has never had the intention to finance education. They want the parent to pay, but they are not telling them in no uncertain terms. So what we are saying is that in terms of the Constitution and Article 53, education, basic education and free and compulsory. That is what the public must know. So when the finance minister comes out and say, we cannot finance education, yet they are financing what they are calling empowerment, then we don't understand as teachers. The government won't be compelled to finance public education because they are taking our taxes. We don't want our taxes to go to what they are calling empowerment. We want them to finance education fully. We want them to finance health fully. Because that is what the civilized government do. Otherwise, I think it's very unfortunate for a government to say they are not financing education. Because majority of this country, people are overtaxed. And they don't know where the taxes are going. Not unless they tell us where the taxes go, then we cannot accept the statement from the minister. These people have been disadvantaging education since they came to the office because there is no time when they have released a half of the capitation. This year alone, the government, the parliament has voted 702 billion. The previous year, it was 652 billion. So we were wondering, where does this money go? Yet they are financing Gosi schools. They are also financing what they are calling empowerment. Where are they taking the taxpayers' money? They should tell us. A mere statement that we cannot finance free education cannot be accepted by Kenyans. You know, that is interference with the quality of education. We are stealing the future of the young people. So we are telling the government to sit down and look for money to finance education. We are not going to accept because we are giving them taxes. We are the most highly taxed people in the world. So when you tell us you cannot finance education, then you have no business in running a government. Yes. Serikali ya katini imetolea moto nundu wa kutata kwa lilovia sia skulu sia sekondari ila ya wakila mumanyiwa nzika yone sia kutede sia kisomo wakitendi vi kwa manyiwa. Alina sokoni wachanginyo kibwezi West vindani ya ukomana na kwa ile kundi sia mwaito ilovia sia kuiende sia nongo ya mwaito kauntini ya Makueni Muwandu Rose Mosio ya sakedho serikali ni kwa ilovia isia manyiwa ingi nimekuweme wanima kisomo nundu kwa atiwasi ya ingi wende na sei aingi mawina mawe ya matonya kumatede sia kuivya sia nafisi. Tumekuwa tukipeana na serikali kwa mashule. Ingawa tunaendelea na kujadili pale, mimi nasema hivi, ni vyema Wakenya tukae chini, tuangalie ni nini ambayo ni priority. Manake si wazazi wote wana pesa ya kulipa secondary school fees. Hasa ile ilikuwa inalipwa na serikali, ilikuwa inatusaidia sana. Kuambiwa serikali hawatalipa tena. Kama kuna pesa ya kujenga zile nyumba ambazo zinajengwa, ambazo zinaitwa nini? Kumbe mnajua tunatolea housing levy inaenda kujenga affordable house. Hiyo ambayo inatolewa kuweza kujengwa ambazo nyumba priority ama jambo muhimu ni masomo ya hawa watoto ama ni hizo nyumba. Jambo lingine ni kwamba tuangalie basi ambayo inapita huku nyingi
ilikuwa inaambiwa ya women empowerment, si ingepelekwa shule? Kwa sababu wazazi wanakufa kwa sababu ya shule, wanaumia, wameuza mashamba, wameuza, unakuta mzazi mpaka baiskeli anauza aende akalipe school fees. Kwa hivyo serikali tuweze kuangalia kama kuna njia wa mama ama wazazi hawa waweze kupunguziwa uzito wa school fees. Tafadhali tuone pesa zitatoka wapi ili tuweze kupeana kwa shule zetu, kwa maana kuongea kwamba shule zitapewa za sekondari ambayo itapewa pesa hiyo, mjue kwamba watoto wengi watakaa nyumbani. Hiyo ni kilio ambacho wananchi wanalia, wanasema kwa sababu tumepatiwa mamlaka, tukae chini tuangalie ni nini ambacho tunaweza kupunguza ili kakaweze kwenda shule, watoto hawa wakaweze kusoma. Mimi naamini kwa hakika ya kwamba tukijadiliana hivyo, mwananchi ataacha kusikia uchungu, mwananchi ataacha kuumia, na mwananchi atapenda serikali yake. Lakini tunapotoa fedha na kuongeza umaskini juu mwingine, basi tujua kwamba hatufanyi vyema. Atongo imangaliko yolina monokuma chamani cha DCP ni magodhisia vanene serikali ya Kenya Kwanza kwa kutila na kuwalilovia ile vadhi ya wama skulu maiweta kana serikali ni emetwe ni kudhukuma maineni ya kwa maiko Githunguru ni kauntini ya Kiambu. Matongoni mwandiki chamani ki Cleopas Malala ni matula muti serikali kuthiva dhukadura mawadhamayo makutukira kisomo chamana vyo maiweta kana serikali ya OU ni uwaite ndoto ila yambiwe ni President Mututia Mwai Kibaki ula wanengete ya manyoivu so iya kusoma mana vatendivi ni matisi ya kutoa isi ya maandamano wa kedwa serikali hivyo the ya kisomo ndu vailite. Mumeona serikali ya Kenya ile masomo Kibaki alianzisha, masomo ya bure, ati William Ruto anasema sasa anapunguza ile pesa ya kupeleka shuleni from 22,000 aregeshe to 15,000. Mimi nataka kuambia akipunguza hiyo pesa inamaanisha ni mzazi ndio anaenda kulipa hiyo pesa. Sisi kama vijana na kama viongozi wa opposition tumesema tunapinga maneno ya kupunguza the capitation fee. Hakuna haja uregeshe mzazi tena mzigo alipe pesa kwa shule. Sisi tumejitolea, tumesema William Ruto, kama wewe ni mwanaume, jaribu uguse hiyo pesa ya masomo, tutafanya maandamano paka pale State House, hautapata amani wewe William Ruto. Sababu ulianza na kuiba pesa, ukaenda kuiba mashamba, sasa umefika kwa watoto wetu wa shule. Ati saa hii kwa shule watoto wananyimwa chakula. Ati hakuna, ati utakula breakfast lakini lunch utakula jioni. William Ruto, Mzee Moi alikuwa anapatia watoto chakula ya bure, maziwa ya bure, si ndio? Mzee Kibaki akakuja akasema analipia au school fees. Uhuru Kenyatta akawajengea madarasa. Wewe sasa unataka kubomoa hiyo legacy yote ukuje paka ukule chakula ya watoto wetu. Sisi tunakuambia tutafanya maandamano, na ukitaka kutupiga risasi tutaweka watoto wa shule mbele. Hao ndio wataongoza maandamano yetu this time round. Tutatafuta watoto wa pre-primary, tutafute watoto wa primary, secondary na university wakue mbele. Alafu sisi tuwachunge nyuma, tukuje pale State House utuambie pesa ya watoto ya shule umepeleka wapi. William Ruto alituletea watu wa ODM ati ni experts wa kuran serikali. Huyo CS ambaye jana alituambia serikali haiwezi lipia watoto karo, huyo ndiye alisema wakati alikuwa pande ile ingine ati this is a mismanaged government, ndio Kenya Kwanza ndio ina mismanage pesa. Kwa hivyo akiwa pande ile alisema lazima karo ilipwe na serikali. Sasa ako pande hii, the expert anasema sasa karo serikali haiwezi lipa. When you finish the education of our children,
You are finishing our future. The country has no future. Itakuwaje? Kibaki alileta masomo ya bure. Tukasoma, watoto hao wako kwa barabara 2003. Hao ndio walisoma na masomo hiyo ambayo haikuwa inalipwa. Na sasa wanakuuliza kazi. Unaanza kuwapiga. Unaanza kuwaua. How on earth can a sitting president aseme watoto wapigwe risasi mguu? Hii serikali inaogopa watoto jameni. Ni serikali ya aina gani? Mwisho wewe William Ruto, tunataka tukwambie ati ulikuwa unasema ati tukuvumilie, tukupatie muda, tukuvumilie. Tungependa sana kukuvumilia, lakini ile mambo unafanya hatuwezi. Hatuwezi kuvumilia ukiua watoto. Kama unataka tukuvumilie, wacha kuua watoto wetu. Hatuwezi kuvumilia ukiongeza mafuta bei. Kama ungetaka tukuvumilie, punguza mafuta bei. Na hata kama tutajaribu sana tukikuvumilia, ni 2027 mwezi wa 8. Hindi Cleopas Malala ni munini wa ndongoi wa chama cha DCP nditi mwandikito ndo ni wetete vaumbene ndukathiva sana tusiwakethete na mavuangi yalatukombanisi nthini wa mesa itu. Maku tumosa no litu ulawailete aani bamwe na maovo macheva ila wende na kuya twitikilie tukuye muyo wa kumanyithia andu na kuvuthisia maundu maku ibindani ya cheva va Mutongoi TV na Mutongoi FM nitukuelewa munyanya wawo ni ula utautia ila wende na kwisila ibindani yumo tanga sithia na itu kimanyithia cha bata kana kimanyithia cha kikuo kwisila nambani noti monza kenda ile 5553 Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etia kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita maukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa bauikala wako mbelile matuku mengwele na nyanya mwe wa mwanza tuikabati kwa kanoldo kuthengiana na ATM ya Equity wakele matuku mengwele na kenda tuitala kuthengiana na Flavors Restaurant katika wa Total Petrol Station na It's-Mart Supermarket wakatatu matuku mengwele tuimatu stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengiana na Matu-Mart Supermarket wakana matuku mengwele tunaimwetu ikitui Mulimol ngolobambe wisi namba mengwele 5 na inya kuhethanisia na bengi wa Equity wakatano tukwemo wa nanatu Masako Complex Inn kuthengiana na Rafi Supermarket kuthengiana na Cooperative Bank na wathandatuma tukwele tuilopi Mulolongo kuthengiana na 3D Hotel kwa flyover ya Yellow. Kwa mauvombe ange tuthokema obisi na maitu kana tukone simu kwisela noti mwonza ile imwa noti kenda noti kana noti mwonza na ina ile 55 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwisela noti mwonza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Watilikilwa ni credit kailingi wasieka muyo kitaini ati uyesa kudhoa credit ukune ingi mundu ethia wa akwatise undungi mundu unduti umwe lakini yukudhoa credit ni teketeke vaicha kwetela ya star nyanya 3 ila ukudhoa credit teketeke nilikana wadho wa credit na teketeke airtime uyongelelo kilungu cha ili yoluwa yana kana 2%.
Ina udho chaingi mwandiki wa kutoa muvyani wa kisomo cha imanisio cia kiuvundi kana TVET Dr. Esther Thara Moriani waweta kana serikali nene ni ikite mivango mielu ya kwa ile masomo ma kiuvundi ni kana kuvingwa mianya ya mauya vandhi ya Kenya hainene andhini wandambuka ya kike manisio cha kiuvundi cha katini iko ya Matungulu ni kaunti ya Masaku. Dr. Thara ni wa madhudhi ya Moika kwa sana wito masomo ma kiuvundi na kukwata mboma wala nyola meki ito ni serikali wala mwaka huu wa manyiwa milioni ili nimeokwata maotwika kivathukanya kelelo ni cha kwa iliokwati na kuongela otwika kuondoa oni wo. Here we have another creativity. It's also a world decorative. We are emphasizing that the young people should have at least 1 or 2, if not 3, complete skills which we can certify them and they go into the job market. The position of keeping our young people in the institutions for years is a space that we have exited as a ministry, as a department, and that is the emphasis of the government, not anybody less than His Excellency the President himself. So that is where we are now with TVET learning, and we are happy that a lot of our young people have embraced it now. Our target is to have not less than 2 million young people in our institutions by the end of this year across the country. So far, we have been able to get to close to 800,000, and we want to push this number to the levels that I have said, because we want our young people to also get out of idleness. We want to tell them that this is a very good space for them to be. And I want to emphasize that TVET is not the alternative to the universities. It is another pathway. And let me tell you, the people who come to the TVET institutions, the C- and below, is not that they have failed. Actually, we only admit young people up to C+ because those are the spaces we have in the country. A C- and a C- person is not a failure. A D person is not a failure. You cannot determine the level of a person just by a single examination. So we are saying that this is another pathway, and it is a pathway that the young people are now choosing, even those who are qualified to go to the other pathway, and therefore we are telling young people, come, we have all the skills up across the board, and we as a department are looking for destinations, because again we are training on what we call dual training. Is where we are training you here in the institution, and we are also training you with the industry. Serikali kuisala muvya wa witi niendeka kutoa isia ukunikili kuthoima masivitali ala matailite na maendesie uthuko mivandhi ya Kenya ukulu wa umwani mwene kivile wanzama ya witi ndeni wanzama ya magavana na ingi gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki ilo wetakana vena sivitali mingi itaimbitikilie na siende na kuthothe kumbingi vandhi ya Kenya. Njuki ingi ni wenda mataketali ala matena mavalua ala mailite na maungamiye masivitali na maofisa ala manenganaye mavalua kwi masivitali kwa wa matambia makimio aina na kavinane kala watongwesa kuambiwa kwa waki wa nyumba ya maternity hospitalini wa Mpukoni kauntini ya Tharaka Nithi ni wawetakana enendia ingi ni maende na utethekani wala nyomweo wa witi wa shayenda enendia kuyandikithia. Madaktari pia tumesema let them be licensed according to the skills wako nazo. Sio tu unapatana na daktari anasema amefanya cesarean delivery Chuka, lakini ukiangalia rekodi yake yeye huwa anakaa Nairobi. Ulifika Chuka saa ngapi ukafanya cesarean delivery? Unaelewa vile anasema? Iko madaktari ambaye wamepeana barua zao kutumika na watu bandia ambao wana license. Unataka kufungua hospitali na una barua hujasomea udaktari, unatumia barua ya mtu mwingine. Hiyo barua ya mtu mwingine umetumia, atakuwa anakuja kukufanyia kazi ya udaktari. Kama uende kwa chemist ambaye iko na barua. Tuko pamoja? Mnasumbua watu wetu hapa na matanga kila siku, na nyinyi ndio mnajiua kwa sababu ya kwenda kwa hospitali, chemist, pharmacy which are not qualified. We want to say no to commercialization of health services. We want to work professionalism in delivering healthcare in Kenya. 300 mwingine amelipa 300. Nyote muende hospitali. Mtasaidika kweli?
Hata insurance, huwezi lipa insurance leo na kesho uclaim. Haiwezekani. So my message today is SHA inafanya kazi. Kama ni malipo, kama uwezi uza ng'ombe moja ama uwezi uza mbuzi moja, tafadhali nenda kwa simu, piga *245# register Hustler Fund, lipa SHA pole pole. Inaitwa hivyo. Lipa SHA nini? Pole pole. Utalipa kidogo kidogo, hakuna interest mpaka umalize kulipa SHA, na ukienda hospitali utatibiwa. Hatutaki wale watu ambaye kila wakati hapa ni harambe ya kufanya kazi. Yaani ni harambe ya kuenda kulipa hospitali na ungelipa SHA kulipia mara moja. Seneta wa Busia Okiya Omtata no avuthisya uthukumi wa nzama cia ukunikile mbungeni ya Senate ila yende na uthima livoti ya mwiki munene wa masabu vanthi ya Kenya. Omtata iwetekana nzama isi na kielelo cha kuvikia utumi wa ilovia wa mwema magavana na kwithe wa itakulasia magavana makulio ondu vailite kavinani kalama vikambe woko sungi ya makulio ma utumi wa ilovia kavinani kwa Omtata niwenda ukunikile kwa kuvuima ulusania iwetekana ine nthima Kenya maende kwasi ilovia kwisila nziasia ulusani. The process at CPAC is really one that can achieve very little. Because one, CPAC lacks the expertise. If you look at people who sit in CPAC, you think we don't have the expertise to be able to do the kind of work Mr. Mchera has done on these books. Number two, CPAC only looks at what the Auditor General presents. It does not go down to ask for documents from the county direct. Number three, CPAC interrogates the governor instead of interrogating the account holders, people who spend the money, the chief officers. Those are the people who should be coming to CPAC to answer questions how the accounts have done. But because it's largely a public relations exercise, where governors come and they meet the senators, largely public relations for me, is that they end up interrogating the governor and the governor ends up flailing his hands. The Auditor General says they can't confirm anything. Yet the law requires the Auditor General to confirm that an audit report should tell Parliament whether money was lost or not, whether it was used lawfully or not. Hardly do you get that. You always get inconclusive reports from the Auditor General. Ni muvea mwana musiaisia wa Mutongoi TV nondo wakutua kusakwa kwilo la vilingi wa mauvoni kwenda usiaisia mwili wa ligulasi hati aliva Mutongoi TV ngwatanyo ya Mukamba. Nito abeti wa mwanyani kuendea mudhenya wa kwa ila.